See, I just see you for my first time. Sorry bro, naomba wa mpira. Lakini mbona kama uko sawa? Umeachwa? Hapana, niko sawa. Hapana, hauko sawa. Anyway, naitwa Sarah. Ni mwanafunzi mpya. Nimehamia hapa wiki hii. Nimetoka chuo cha CBE Posta. Na wewe unaitwa nani bwana Lona? Mimi naitwa Kenny. Karibu sana Sarah katika chuo chetu, mwanafunzi kutoka CBE. Asante, nikaona. Mzee. Wewe unakuaje bwana? Aje. Mzee nilikuwa namtafuta Kenny, napiga simu yake haipatikani. Umeona around? Ipo class kule juu. Kule juu. Okay, fresh. Mzee, Lina hayupo hapa chuo. Lina hapa, nimetoka kuzunguka chuo kizima. Lina hayupo. Hayupo? Kuna maanisha nini unasema? Hebu acha mchezo ndugu yangu. Yaani leo katika siku ambazo sipo kimasiara kabisa. Kenny, hivi tunavyozungumza nimetoka kwenye ofisi ya mshauri wa wanafunzi. Lina hayupo. Alafu nimekutana na ndugu zake wanachukua vitu vyake. Okay, achana na hilo. Kubwa zaidi ni kwamba dadake mwenyewe amekiri kwa kinywa chake hataki kusikia hata stori za hiki chuo. Anaondokaje yani bila hata kunipa taarifa? Yaani Lina anaondokaje bila kuniambia bwana mimi naondoka, bila kuniaga? Anaondokanaje? I feel sorry for you bro. Kiukweli mimi mwenyewe nimejitahidi kadri ya uwezo wangu ili at least kumtafuta Lina, nimombe msamaha kwa niaba yetu, lakini haikufanikiwa. Yaani unampendaje mtu afa anaondoka anakupa taarifa yoyote, ana information yoyote? Inawezekana vipi bro? Hiki kitu kipo sawa. Si sawa. Kwa nini hakunipa taarifa? Kwa nini hakuniambia? Inawezekana vipi yeye anaondoka mimi kunipa taarifa? Why? Yaani hiki kiatu hivi vaa wewe. Yaani mtu unampenda sasa Unampenda first ndio? Afu anaondoka kupi taarifa yoyote. How? Kitu gani mimi kibaya nilichomkosea? Na kama masuala mengine si nishaomba msamaha. Si tushaongea. Kwa nini anaondoka bila kuonana na mimi? Why anaondoka bila mimi kunipa taarifa? Why? Na unajua kusema mimi ninampenda. Yaani inawezekana vipi hapo kaondoka ni kaisraisi tu, inawezekana vipi? Yaani hapo mimi ndio nakushangaa. Inawezekanaje akaondoka tu yani? Alinipa taarifa unajua. Hajaniambia kitu chochote. Kimi, yaani inawezekana vipi mimi tushachelewa. Na ameshaondoka hivi, hatuwezi kumrudisha. Anyways, bro, sikia. Twende tuondoke. Pale moyo unapona paradiso, lakini miguu imefungwa minyororo. Macho yalizungumza kabla ya kinywa kutoa neno. Ilikuwa ni sekunde, lakini ilitosha kuleta mneno. Ulipita kama upepo wa saa sita, ukapuliza nafsi.
inauma pale moyo unapona paradiso, lakini miguu imefungwa minyororo. Macho yalizungumza kabla ya kinywa kutoa neno. Ilikuwa ni sekunde, lakini ilitosha kuleta mneno. Ulipita kama upepo wa saa sita, ukapuliza nafsi. Sikujua sura yako ingekuwa mwanzo wa kuteswa na nafsi. Urembo wako ni nuru. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti voicemail baada ya mlio wa beep. Unatokea kule kileleni kwenye milima ya dhahabu. Mimi niko bondeni, nimezungukwa na kuta za dhahabu. Wanasema haturuhusiwi, mioyo yetu haina vigezo. See, I did see you for my first time. I pray it won't be my last. Nakuona na undimani nasoma kutoka saa moja. Hii ni microeconomics. Unahitaji utumie akili iliyotulia, sio akili yenye mapepo. Unafikiri hapo mimi nacheza? Mbona kwa mbishi? Haina haja ya kubishana. Tuliza akili. Hako sawa. Nilikuwa mshindi wa pili kwenye mashindano ya taifa ya vijana uchumi mwaka jana. Acha nikuelekeze. Ili somo ninahitaji utumie akili nyingi sana, tena iliyotulia. Usiwe na stress, usiwaze chochote kile. Unielewa? Unataka kusemaje? Yaani wewe yote umejuaje? Kama nilivyokuambia, nilikuwa mshindi wa pili ni mashindano ya taifa ya vijana uchumi. Take my body, I'm giving you my soul. Saizi ni saa ndio umeenda sana. Ya basi, mimi nataka niende hospitali mara moja nikapumzike kwa sababu nimechoka sana. Sawa, haina shida. Mimi ngoja nirudi tena kusoma. Naenda hivi darasani. Kuna watu naenda kuelekeza. Basi, baadaye. Sawa. Bye. Bye. Okay.